Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Natamani kushare na wewe habari hizi za baraka kwa ajili yako na kwa ajili ya watu wengine ambao wataenda kuisikiliza video hii. Kufundisha kwa habari ya wale watu ambao walioibiwa nyota ya mafanikio. Kwa na dalili gani ambazo unaweza kugundua kwamba wewe umeibiwa nyota ya mafanikio? Katika hizo dalili nitataja dalili 3 aidha 2. Dalili ya kwanza, utakuwa ni mtu ambaye ukilala usiku unaota ndoto za kukimbizwa. So unaweza jikuta unakimbizwa na vitu vya ajabu ajabu, yani unakimbiza na minyama ya ajabu ajabu sana. Maana ya kwamba tayari wewe unatumia nguvu nyingi sana kwa ajili ya kupata mafanikio yako. Dalili ya pili ni pale unapolala unaanza kuweweseka, unatamani kuita jina mtu fulani akusaidie, pumzi inakatika kwenye usingizi. Ile dalili ya kuweweseka inapokutokea, lazima uanze kuangalia imejitokeza muda gani. Ikiwa hiyo dalili imekutokea mchana, chochote ambacho unaweza ukitafuta kwenye bado jua linang'aa, hauwezi ukapata chochote. Na maana kuna watu ambao mchana mzima hawawezi wakauza kitu chochote kwenye duka lao aidha kwenye biashara yao, lakini pale tu jua linapozama anapata wateja wawili, ndio tunawaitaga wale wateja wa jioni. Kwa hiyo unaweza kujikuta ukiwa na hali hiyo, lazima ujue kwamba tayari wewe nyota yako imefungwa mchana. Na ikitokea usiku, kipindi ambapo unalala, tambua kwamba nyota yako inafungwa kwa mwenye majira ya mwezi. Kwa hiyo siku mzima utakuwa ni mtu ambaye unatumikishwa, unabebwa sehemu kwa ajili ya kufanya kazi. Kwa hiyo hata pale mchana unapotumia nguvu, lazima unajikuta sasa ni mtu ambaye unakuwa ni mtu wa magonjwa, pressure, unajikuta sijui kisukari, unajikuta kansa, unakuwa ni mtu ambaye unakuwa na yale magonjwa sugu, kwa sababu kutokana na usiku unafanyishwa kazi, unatumikishwa sana. Kwa hiyo dalili ambayo ni dalili ya 3 ni mtu ambaye muda mwingine unajikuta uko unaongea ukiwa peke yako. Direct utajua kwamba wewe ni mtu ambaye wamechukua ufahamu wako, wameanza kutumia ule ufahamu wako, zile fikra zako ambazo zingekufanya kesho na wewe pia uitwe kwenye kampuni fulani, aidha ufanye biashara ambayo itakuwa na maendeleo. Utajikuta ni mtu ukikaa sehemu unajikuta unaanza kujizungumzisha mwenyewe. Direct tambua kwamba nyota yako imeibiwa ya mafanikio ya fikra, kwa sababu wanapoibia mtu fikra zake, hawezi akafikiri kama mwanadamu wa kawaida, bali atakuwa anafikiri vitu ambavyo anafikiri kwamba vinaleta mafanikio kwake, kumbe vitu hivyo vinaenda kumtupa katika shida. Na ndio maana napenda kuambia watu wengi, kuna baraka nyingine inaweza ikajitokeza kwenye maisha yako ukajua kwamba ni baraka, kumbe baraka hiyo inaweza kukupeleka kwenye roho ya madeni. Utafanya nini kwa ajili uweze kujitoa katika hivyo vifungu? Aidha utatembea namna gani ajili uweze kujitoa kwenye hivyo vifungu? Kitu namba 1 kwanza ambacho utafanya, piga goti, omba rehema, fanya maombi ya toba. Na baada ya kufanya maombi ya toba, nenda sokoni, nunua chombo kipya, nunua beseni mpya, tafuta chumvi. Oh my God, tafuta chumvi, na baada ya kupata chumvi, weka kwenye beseni. Utatumia ndani ya 7 days, aidha siku 7 utakuwa ukitumia hiyo chumvi. Shindwa kupata maelezo vizuri, basi utatutafuta kwenye namba yetu ya simu, aidha utachia comment yako hapo na Mungu atafanya kitu kwa ajili yako. So ninakupenda sana, nite Prophet David Lion. I love you so much. Tunapatikana Sinza kwa Remi. Funguka. My God bless you in Jesus name.